ndo tumeambiwa, lakini alifanikiwa kuzaa mtoto ambaye ni bright. Kwa hiyo ninaomba mwenyekiti, kwa namna ya pekee, kwa upendo ninaokujua ulionao, ninajua wewe ni mjumbe wa kamati ya kupinga ukatili taifa, ndio maana tukasema tukulete hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, najua weledi wako. Mheshimiwa mwenyekiti, umezunguka, umeenda Wanging'ombe, umeenda Makete, umekuja Njombe, nakumbuka ulikuja hata Makambako ulikuja. Ndio maana tukasema ngoja tukuite tena mwenyekiti, kwa upendo wako. Tunajua unatoa, lakini tukasema na leo tukuite mwenyekiti uje, maana hiyo ni talanta aliyokupa Mungu. Ninaomba kwa heshima kubwa, kwa talanta aliyokupa Mungu mwenyekiti, sio kwamba una pesa nyingi, lakini ni kwa sababu Mungu amekupa kipaji cha kuongoza. Naomba niwe baraka kwa wengine. Naomba niwe baraka kwa wengine. Nisiwe sababu ya yoyote kuumia. Nisiwe sababu ya yoyote kuanguka. Asante sana. Lakini Mungu ametenda jambo la ajabu katikati yao, kuleta binti ambaye yuko very bright. Lakini akatokeza mtu akampa mjauzito, akazaa huyu mtoto. Ni baraka. Kamtunza naye hadi sasa. Na ndoto ya kuendelea kusoma, akahudumia watu wenye mahitaji maalum, si ndio? Namuomba Mungu. Huyu ni binti yangu kuanzia leo. Na huyu ni mjukuu wangu. Kwa hiyo tutashirikiana na Njogoro kuhakikisha anapata chuo cha mahitaji yake. Kwa ndoto yako imetimia. Jina lako unaitwa nani? Veronica Juma Rutego. Veronica Juma Rutego. Mwana Njogoro, huyu lazima ndoto yake itimie. Niko radhi na familia yangu nilale njaa, lakini huyu akapata nalo hitaji. Sasa mnaonisikia, naomba mniunge mkono kuhakikisha huyu binti anasoma. Mwenzenu nimesema ni binti yangu, lakini pia namba yangu ya simu ni 0754, narudia tena, 497 124. Manake hapa ndo kwenye agenda. Hapa ndo kwenye agenda. Angalia division 1, division 2 ni mtoto yuko very bright. Lakini angalia mazingira anayotoka. Mama mlemavu, baba yuko. Simjui. Umeona Mama mlemavu. Shule anafanya vizuri. Amepata mtoto. Bado anahitaji kwenda kusoma. Dunia mnao nisikia, naomba msaada, napiga na magoti. Naomba msaada, huyu binti tumtoe. Aweze kutoka mahali hapa alipo. Tutengeneze utaratibu mzuri wa kuhakikisha mtoto anabaki salama, aende shule. Naelewa waziri wangu Dorothy Gwajima ananisikia. Ni mtu msikivu sana, ni mtu mwenye huruma sana, na hili nitamfuata tujadiliane nalo hatima huyu mtoto mwenye mtoto. Ili ukatili usiendelee. Manake mwisho na yeye maisha yanaweza akamzidia, akaona chamna ngoja nitupe hichi kitoto. Usifanye hivyo mwanangu, umesikia Umesikia? Ndio. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa majina naitwa Veronica Juma Rutego. Nina umri wa miaka 22. Nimemaliza darasa la 7 mwaka 2018. Nikafanikiwa kupata ufadhili wa masista Augustinian Sisters Madaba. Nikasoma form 1 mpaka form 4, lakini ufadhili ulikuwa ni mwisho form 4. Nimemaliza form 4 mwaka 2022 nikiwa na ufaulu wa division 1 ya 15. Nilipomaliza elimu yangu ya form 4 nikaja advance nikiwa nasomeshwa na mjomba, ambaye mjomba inabidi alee familia ya nyumbani, amsaidie mama ambaye ni mlemavu, amsaidie pia mdogo wangu ambaye ni wa mahitaji maalum, haongei. Kwa nilipofika elimu ya advance ikawa usomaji wangu ni mgumu. Hela situmiwi. Mjomba anakuwa na majukumu ya familia yake, alee na mama mlemavu. Kwa ikanikatisha tamaa kwamba
bora niishie hapa ili mjomba hata apate nafuu ya kulea familia. Ila nilihitimu elimu yangu ya form 6 mwaka 2025 nikiwa na ufaulu wa division 2 ya 11 nikiwa taasisi ya CBG. Nilipomaliza form 6 nimekaa kidogo nikapata ujauzito na mtoto ambaye ndo ana mwezi mmoja na nusu, lakini pia ninapenda nisome ila nimekosa support kwa sababu wajomba wanaonisomesha inabidi wasaidie mamangu mlemavu, walee familia zao, kwa nikakosa nini nifanye, basi ndio hivyo. Na baba yuko wapi? Mimi toka nazaliwa babangu alikimbiaga mama akiwa mjamzito kwa ajili ya matatizo mama kuumwa. Kwa akamkimbia akiwa bado mjamzito. Kwa mimi nimezaliwa baba simjui mpaka leo simjui. Na mama ana changamoto gani? Ni kama tu amepoza. Labda awali mama alishawahi kukusimulia namna alivyokutana na baba? Hapana. Ila tu baba alikuwa anaishi hapa kata ya Mkena, lakini baada ya mama kupata ujauzito afu kuona vile mama anaumwa akaondoka. Kwa sijafanikiwa kumjua baba mpaka leo. Kwa jina akawa ananiambia ni fulani, lakini anakaa maeneo fulani, lakini kuja kunitafuta labda sikufanikiwa kabisa kumpata. Aliniambia baba ni Juma Lutego, alikuwa anaishi hapa pale Mkena. Kwa sababu bibi ninaishi na bibi. Kwa sababu bibi ni mtu ambaye anaweza akachota maji, akafanya kazi, akaweza kumsaidia. Kwa nikaa hivyo naenda shule, nikirudi labda ndio tunasaidiana na bibi kumlea mama, kumtoa nje, kumwingiza ndani. Au likizo vile ninafanya vikazi vidogo hata kufua nguo kwa watu, kazi hivi. Ili tu tupate hata hela ya sukari tumhudumie mama. Hivyo nilikuwa napambana hata kuingia form 6. Ikanibidi tu niwe nasoma kwa sababu hali ya nyumbani naijua, lakini ilivyofikia sasa mama anakuwa hoi, afu mjomba ndio inabidi ahusike sehemu zote mbili kwenye familia yake, aje na hapa nyumbani ajue tumekula tumefanyaje. Kwa ikanikatisha tamaa kwamba hapana, mjomba atazidiwa. Baada ya kumaliza kidato cha 6 tumeelezwa pia wewe ndio umekuwa kwa namna moja ama nyingine ni muhimili pia wa hapa nyumbani kwenye majukumu mengine mbalimbali, lakini pia kulea familia. Unalea kwa njia zipi? Familia kumaanisha mwanangu. Kuanzia mwanao, lakini pia na kumhudumia mama, lakini pia bibi pia kutoa msaada mbalimbali. Unatoa msaada kwa njia zipi? Nikipata kazi yote nafanya, lakini pia baba mwenye mtoto ananisaidia. Ndio. Vibarua sana vya kulima ndo nafanya, si ndo kazi zinapatikana huko. Ndio. Labda kumfulia nguo mtu ndo nitafanya nipate hela. Na mtoto wako sasa hivi ana umri gani? Mwezi mmoja na nusu. Na baada ya kumaliza chuo, nini ambacho ulikuwa unatamani sana kukifanya? Nilikuwa natamani sana niwe mwalimu wa mahitaji maalum. Kwa nini kimekusukuma kupenda hiyo fani? Ile tu inanigusa kuona tu wanahangaika. Nimesoma shule ya Lugalo Sekondari. Ni shule ambayo ina Iringa, ina watoto wa mahitaji maalum. Lile swala liligusa kuwa kumbe kuna walimu ambao wanaweza fanya hivi na mimi siku moja nije hata nifundishe. Sawa. Leo umepokea hapa wageni kutoka ngazi ya mkoa, wilaya ambao ni wanawake wanaotokea Chama cha Mapinduzi kupitia UWT na wameweza kutoa misaada mbalimbali. Umeguswa kiasi gani na kipi unawaahidi? Mimi nitoe tu shukrani zangu kwa sababu sikutegemea kama hata hili lingetokea. Kwa mama siku moja angekuja angesaidiwa labda kwa sababu tulikuwa tunamweka ndani. Kwa nashukuru tu Chama cha Mapinduzi hata kwa kuiona familia yetu. Na naahidi nikipelekwa shule chuo kikuu nitafanya vizuri, nitafanya kwa jitihada zote. Ili nije nifanikiwe na kumlea mama. Na Bruno alikupata vipi? Bruno alifika hapa nyumbani. Alipofika hapa nyumbani alikuja kwa lengo la kumuona mama. Alikuwa hajui hali yake ikoje, ndio akafika
akaniambia nimtoe. Kumtoa ndo yule atembei, nikamtoa mpaka pale sebuleni. Akaniona na mimi kama mdogo, umri bado, ndo kuniuliza nina elimu gani. Nikamweleza historia yangu, basi akanielewa kuwa nastahili kumbe hata kwa shuleni na naweza nikasaidiwa pia. Leo hii pia umeambiwa pale kwamba mtu anaweza akakupeleka chuo kikuu, lakini pia akakuendeleza pia masomo ambayo unahitaji. Unaahidi nini sasa baada ya endapo itatokea swala hilo, na je, upo tayari wakati wowote? Nipo tayari wakati wote, na nitoe shukrani zangu kwake. Najua siwezi kumlipa yeye, lakini huenda nitakuja fanya hivyo kwa wengine tena. Na hapa sasa hivi unaishi na nani? Ukiacha mama, bibi? Na babu pia. Yupo babu pia? Ndio. Ambaye babu sasa yeye anafanya shughuli gani? Ni mkulima tu. Mimi tu nitoe shukrani. Ni neno tu asante, maana sina kingine cha kusema.